pamoja. La kwanza anasema kwamba anataka kujua kuhusu masuala mazima ya itikafu, kwamba itikafu utaratibu wake ukoje, na je, ukitokea umepata dharura inakuwa kuwaje? Swali la pili anasema kwamba Allah anasema ndani ya Qur'ani kwamba inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahra, kwamba idadi ya miezi ndani ya Qur'ani miezi mingapi? 12, minhunna arba'atun hurum. Lakini akasema katika miezi minne mitukufu huo mwezi wa Ramadhani haupo, na Allah mwenyewe anasema kwamba Lailatul Qadr khairu min alf shahr, kwamba huo usiku wenye cheo ni bora kuliko miezi 1000, na huo usiku wenye cheo haupatikani kwenye hii miezi mingine minne mitukufu, upo katika mwezi wa Ramadhani. Sasa inakuwaje hapo? Allah anasema kwamba nataka kujua hapo, kwa nini mwezi wa Ramadhani haupo na kumbe ni bora kama hivi, si ndio hivyo? Inshallah sitawakaelewa. Naam, nafikiri itikafu, kwanza itikafu ukiwa na dharura, kama una dharura ambayo imebidi unaweza ukachomoka afu unarudi unaendelea na ibada yako. Lakini kama kuna mambo ya vyakula na nini, unaweza ukawa aidha kuna mtu anakuletea au unaweza ukachomoka kwenda ukachukua chakula ukawa nacho pale msikitini. Hilo la kwanza. Hili la pili, idadi ya miezi ni 12. Katika hiyo miezi kuna miezi minne mitukufu. Alafu kuna miezi ambayo imefuatana na mwingine umejitenga. Lakini mwezi wa Ramadhani haumo katika miezi minne mitukufu. Mwezi wa Ramadhani una utukufu wake peke yake. Ule mwezi wa Ramadhani una utukufu wake peke yake, ambao ule utukufu wake umeishinda hata ile miezi minne. Kwa hiyo ule haukutajwa mle, lakini ule una utukufu ambao umeizidi hata ile miezi minne. Kwa ndio maana haukutajwa. Ndio maana sasa huu sasa ndio unatajwa kwenye zile njia zake, kwamba uko hivi, kwamba huu ni mtukufu, lakini haukuchanganywa kwenye ile, kwa sababu ile ni mitukufu lakini bado haifikii mwezi huu wa Ramadhani. Na kama kuna mwenye nyongeza anaweza kusaidia. Na shaba naona shehe naelewa shaba. Kwa hiyo sema kwamba miezi ile minne mitukufu, lakini utukufu wa ile miezi haiwezi kaukuta mwezi huu wa Ramadhani, kwa sababu hata Mtume anasema kwamba unaposwali swala ya sunna kwenye mwezi huu, mwezi wa Ramadhani, malipo yake sasa na faradhi hiyo kwa mwezi mwingine, kwa miezi mingine. Kwa hiyo unaona kwenye miezi mingine mitukufu ile haiko hivyo. Kwa hiyo inshallah shehe majibu vizuri kabisa. Naam shehe juu. Wa salaam. Naam shehe anauliza kwamba imamu kazungumzia masuala kwamba kuna watu wengine wanaswalisha wanaita mwendo kasi. Huo si mchezo, yaani ukichelewa tumeacha. Sasa nasema je, kwenye huo utaratibu huo mimi nikiwa mwenyewe nimefuturu uji wangu nimeshiba sana naweza nikamtapika kwenye swala, je ninaweza nikamkhalifu huyo imamu anayeendesha swala kwa haraka haraka? Naam. Ukimfuata imamu na unajua imamu huyu kwa swala hii anavyoswali swala yake haiswi, yeye mwenyewe anajua yake inaswi. Sasa wewe kwa sababu unajua swala yake haiswi, wewe utakuwa ya kwako ndio haiswi, ya kwake inaswi. Kwa sababu yeye sasa ya kwake inaswi mwenyewe, wewe ya kwako haiswi, wewe sasa unaweza kumkhalifu. Tufanye hata umemwona imamu huyu, imamu mbona anavyosoma hapatii, anakosea, halafu wewe bado unamfuata, wewe kwako ndio itakuwa haiswi, kwa sababu unamfuata mtu ambaye swala yake haiswi, halafu wewe bado unamfuata hivyo. Kwa sasa imamu namna anavyopeleka ule mtiti namna hiyo, unajua hii swala ni mtihani. Kwa hiyo itakuwa kwako ni mtihani zaidi. Bora ufanyeje? Bora utenge naye.
Wallahu a'lam. Naam. Naam. Naam, swali lingine. Wa alaykum salaam. Kwanza mwenyewe kujiamini, kuwa na wasiwasi kwa pia tumwamini kitu kama hizo ndio kazi. Sasa nishakuwa kwamba imamu anafanya sivyo na nimeshaamini kukamili ndani ya swala hapo kubadilisha nia badilike, kwa sababu sisi swali tunakufuata ili adabu sana ndio yote tuende kuelekeza hapo kwamba namna jamaa ndio tunaipata jamaa tulipata makali tuelekeze hapo namna kujiunga na spidi kwa kwenye kutuliza na sisi ndio kuja kutuliza wale ndio spidi zao kwa kasi ya kutuliza wale watu spidi aende akiamka sasa ndio kwenye hiyo lakini tutabadilisha nia maisha pia kama huduma na kila tofauti farasi. Uliza kwamba je, imamu anaenda spidi kama hivyo, je kwenye kukhalifu pale tabadilisha nia, si ndio hivyo au inakuwaje kati mimi ninuia kufuata yeye, je nitabadilisha hiyo nia? Inama juila al-imamu limutammadi, amewekwa imamu kwa ajili ya kufuata. Kwa sasa ukiona imamu swala yake itakuwa ile anavyoswali haiko sahihi, wewe huyo unaachana naye, kwa sababu uwezo ukamfuata wakati unajua swala yake haiko vizuri. Naelewa vizuri. Sasa hiyo ndio sehemu ya kwenda kuswali vizuri, maana sheria nayo hairuhusu jamaa mbili msikitini. Huku unaswaliwa jamaa, huku unakuja unaanzisha jamaa nyingine. Hakuna utaratibu kama huo. Sawa. Imamu kuunga swala unaunga popote unapomkuta imamu. Shida tu ujue kwamba mimi nimemkuta imamu amerukui, nikahirimia swala nikatulizana naye kwenye rukui. Ukitulizana naye itakuwa hii rakaa umeipata. Lakini umemkuta imamu asha rukui kasha kwenda kusujudi, wewe unahirimia swala unakwenda kusujudi. Unaunga tu, lakini rakaa unayo. Kwa hiyo umeunga ile swala, sio kwamba mpaka usubirie kakaa tahiyatu siji kasimama. Kile unachokikuta unaenda nacho, kilichokupita utakuja kukitimiza baadaye. Kwa hiyo kuunga ni popote. Haya, swali lingine, hali inaona inaonyesha muda mrefu. Wa alaykum salaam. Naam, unaweza kwamba je, huo usiku wenye cheo tutaujuaje? Kwamba leo ndio usiku ule wenye cheo, mimi nitaujuaje? Naam, Mtume mwenyewe katika hadithi tunaambiwa alionyeshwa hapo alisahaulishwa. Alionyeshwa alafu alisahaulishwa. Lakini ina kikubwa tu ule usiku ni usiku wa ibada. Kwa hiyo inaweza kama kusubiri kwamba labda nitaona nyota. Kuna watu tumezoea kwamba tumeombea tukari kuna nyota inawaka hiyo. Sawa, kama ipo falillahi alhamdu, ukiona lillahi alhamdu. Nimeona mwanga wa nyota huo haujawahi kutokea siku moja, na mwingine hakuona. Inawezekana akaoneshwa, lakini inawezekana hukuonyeshwa, lakini ukaungana nayo kwa ibada. Kwa utakuwa umeipata, kwa sababu ina maana huo usiku upo hapa kwenye masiku ya witri. Kwa hiyo wewe kwenye ibada yako utakapokuwa umeungana nayo utakuwa umepata. Kwa hiyo ya kuiona dalili sasa, kama utaonyeshwa hiyo dalili falillahi alhamd, lakini kama ukuonyeshwa wewe ukaungana nayo utakadiri utakuwa umeipata. Naam, shehe, tunaweza kuuliza maswali meza kuu moja tu. Uruhusu kwanza wao kwa kuendelea baadaye. Na Sheikh Baraka. Naam. Swala katikati alafu ndio ukagundua kwamba
swala yake haiko vizuri. Je, pale mlipo katikati unabadilishania na mwanzo ulimwingia maamuma, au unaondoka unaenda kuanzisha sehemu nyingine? Ndivyo baadhi ya vitabu vyetu vinasema unaweza ukamkhalifu ukiwa naye, unaswali pale pale, unaweza ukamkhalifu. Lakini baadhi ya wengine wanasema uweze ukamkhalifu alafu unamfuata. kishakuwa na wasiwasi kama ni swala Tena kishakutia shaka mahali hapo unabadilisha jina kwamba sasa sio maamuma hapo. ndio nasema kwamba kuna baadhi ya wanazuoni wanasema unaweza ukanuia ukawa unaenda na ile jamaa, lakini baadhi yao wanasema hapana, kwa sababu wewe utakuwaje na ile jamaa wakati wewe huhusiki na hiyo jamaa yenyewe? Maana ili uwepo kwenye ile jamaa unafuata imamu. Sasa kama hufuati imamu utakuwaje kwenye ile jamaa? Zile rakaa mbili mwingine kule nyuma swali naanza ya kwake sasa. Kama na kwanza ukaanza ya kwake Basi inshallah. Haya, na bana hajauliza Uthman. Inshallah wewe atosha, ngoja utauliza baadaye. Waalaikumsalam. Lakini hawana ndoa, lakini mara tu unapoingia kwa Ramadhani watu hawa hutengana kwa ajili ya kushana ndani, kuiana, lakini kwa yale maisha ya kuishi pamoja tena. Je, watu kama hawa funga yao itakuwa chini, lakini baada ya kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani watu hawa wanaendelea kama kawaida? Kama itakuwa inasii. Sheikh anauliza kwamba kuna watu kabla ya Ramadhani kuingia walikuwa wanaishi kama vile wanandoa lakini hawajaoana. Yaani watu wawili hawa ni madaka kwa lugha ya nyepesi ambao watu wengi wanaifahamu, au michepuko. Wote wawili hawa kama wanaishi bila ndoa wanazini, lakini baada ya mwezi wa Ramadhani kuandama au kabla hujaandaa, baada ya siku 2-3 asikia bwana kila mmoja sasa aende kwao sasa. Lakini huko kila mtu uko kwao, lakini wanafanya mawasiliano, bwana sina hela iftari, shika bwana sina hela hiki. Mara akuta pia hata mama mkwe pia bwana mwambie mwenzio hatuna iftari hapa leo. Sasa ndio Sheikh anauliza bwana vipi somo za watu hawa? Na watu hawa kuta baada ya Ramadhani kuisha ndio ile vunja jungu, wanavuja jungu kabisa, wao wanarudiana moja kwa moja. Sasa ndio Sheikh anauliza je, vipi somo za watu hawa inakuwaje? Inshallah karibu. Baada ya mtume kufa walisema hivi, yule ambaye anamwabudu Muhammad amekufa, na yule ambaye alikuwa anamwabudu Mwenyezi Mungu hai hafi. Kwa hiyo Mungu yupo wakati wowote. Sawa? Mungu hayupo katika mwezi wa Ramadhani tu. Mungu anatakiwa aogopewe wakati wote. Utakapokuwa unamwogopa Mungu wakati wa Ramadhani tu, hiyo ni shirki. Maana unamwogopa Mungu Ramadhani. Lakini wewe watakiwa muogope Mungu wakati wowote. Ittaqillaha haithu ma kunta. Popote ulipo, popote utakapokuwa, umuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kwanza, kitendo cha kuishi mume na mke bila ndoa hakuna kidini.
Yaani hakuna wakati wa Ramadhani wala wakati ambao sio wa Ramadhani, hakuna kabisa, na hakuna nafasi yoyote. Mungu amesema hivi, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila. Wala taqrabu, hakusema wala tasmu, msikurubie. Ina maana kafunga hata kule kuzungumza, kafunga kusogeleana, hakuna nafasi. Kwa sasa hakuna eti baada ya Ramadhani kuishi watu na zinaa, na hakuna ndani ya Ramadhani kugawana kwa sababu hamjafunga ndoa. Hakuna kitu kama hicho. Ama somo zao wanazozifunga, wallahu aalam, Mungu anajua hizo somo zao, kwa sababu somo za Mungu na wanatakiwa kufanya ibada, lakini wanatakiwa kufanya ibada waache maasi. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama umeupata huo cha Mungu ambao umezungumzwa ndani ya Ramadhani, ina maana wewe ukitoka kwenye Ramadhani utawe bado tukafunge ndoa. Kama hukupata ucha Mungu ambao Allah ameueleza ndani ya Ramadhani, ina maana wewe ukitoka pale unaendesha yale ya kwako, hakuna chochote ulichokifanya. Kwa sasa huku kupeana futari wa mpahawala wapi na wapi, huku kutoa futari wa mpamalaya wapi na wapi. Kwa hiyo lazima kila kitu kiende na utaratibu wake. Ukikosea njia ushakosea njia pekoni. Wallahu a'lam. Naam. Haya, yatosha. Juma wache. Yatosha. Haya, endelea. Amesema si yatosha. Yaani shehe yatosha. Endelea kuuza swali. Endelea. Ndio. Nioshe vizuri. Rijali vipi? Inshallah shakuelewa. Haya. Naam, Sheikh anauliza kwamba Allah anasema kwamba ar-rijalu qawwamuna 'ala nisaa, kwamba wanaume ndio wasimamizi wa wanawake. Sasa kuhusu masuala ya imamu kama jongo alipande mtungi inakuwaje? Si ndio hivyo Sheikh? Mimi nishamuelewa mapema, naenda naye tu. Nishamuelewa hizi Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisaa, wanaume ndio wasimamizi juu ya wanawake. Hao wanaume wanaozungumzwa ni wanaume ambao wanasimama, sio wanaume ambao wanaenda na upepo. Ndio maana yake. Nishamuelewa. Maana yake iko hivi, ni mwanaume huyo, ni mwanaume, imetokea kadari tu anaswalisha. Ambaye hawezi akawaswalisha wanaume ni khuntha. Unajua khuntha ana njia hizi, mwanaume, mwanamke. Yeye anaweza akamswalisha mwanamke, lakini hawezi akamswalisha mwanaume. Kwa hiyo mwanaume huyo ambaye inawezekana huyo saa nyingine alikuwa ni rijali kamilika, amezaa na watoto, lakini baadaye wa man nu'amiru nunaqisu fil khalqi wala yaqilun. Kuna Allah anasema ambaye tunampa umri mrefu tunampunguza umbile, tunampunguza lile umbile lake. Sawa? Kwa hiyo inawezekana huyo kapunguzwa tu ni ule umri. Kwa hiyo sasa yale mambo alikuwa anaweza mzee, hamna kitu. Akitaka amwage maji aende kule anaishia. Kilichompunguza ni uzee tu. Umri Allah ameupunguza.
Sasa utasema leo sio mwanaume, haina shida, ni si kadari hiyo, lakini mwanaume. Wallahu a'lam. Kama mashehe kuna nani, basi walilahi alhamdu. Sheikh Muharram, tukushukuru sana. Maswali yanaendelea. Haya Sheikh. Wa alaykum salaam. Haya. Ndio. Kwamba alikuwa anatawadha, lakini baada anaweza kutawadha adhana nao tayari ishamalizika. Kwa kuna kujibu dua ile baada ya adhana, kuna dua baada ya kutawadha. Katika hizi mbili aanze ipi? Au asome zote? Asome zote kwa wakati mmoja. Yani aanze hii hapo aje, yani ipi aifanye, kwamba akifanya hiyo itakuwa ndo bora na ache moja hapo, au asome zote, yani asome hii na hii nyingine. Alo, nalikumbuka kabisa, akili inakuja inakwenda kwamba aanze kutawadha au aanze adhana, lakini kila ndio kwamba aanze ipi inamkimbia kidogo, lakini naikumbuka kabisa, ipo na ipo, nimeiona, sio kwamba nimesingizia, ipo, nimeiona kwamba kama sio adhana basi aanze kutawadha. Ile kuna kitu sasa nimesahau kwamba anaanza ipi, lakini nimeiona kabisa. Sasa na mimi kichwa changu kina mambo mengi, ma hufidha farra wa ma kutiba kharra. Jambo likihifadhiwa kuna wakati inafanyaje, na iliyoandikwa namna hii wakati wote inathibiti. Sasa hapo sababu limehifadhiwa, ila inshallah labda kama kuna anayekumbuka sasa akasema Inshallah. Naam. Sasa sijawahi kusikia au labda kuna anayeonyesha mitume au maswahaba uraja mmoja pengine aliwahi kuanza kuwa siku alikuwa ameweza kuona wawili au watatu. Ndio hilo. Maana ukisikia mtume ambaye alikuwa ameanza kuirisha akaja kuingia akaja, lakini haya yanasema bado na talanta watu, lakini kuona sijamsikia. Sheikh anasema kwamba katika sura An-Nisa anasema fankihu ma taba lakum min an-nisa'i mathna wa thalatha wa arba' fa in khiftum alla ta'dilu kwamba pamempagagaziko, imeanza wawili watatu hadi wanne. Kwa hiyo ukiogopa kwamba hutaweza kufanya uadilifu, basi baki. Sasa asema inakuwaje? Na maana je, kuna mitume ambao walioa wawili labda kwa hapo kwa mpigo, sio hivyo wengi pia wanaifasiri vibaya, hiyo fankihu ma taba lakum minan nisa, weweni mnaowapenda katika wanawake. Wakasema mathna, wawili, wa thulatha, watatu, wa arbaa, wanne. Bora kwa wanafasiri vile wanavyotaka, lakini Allah ameanza fankihu ma taba lakum minan nisa mathna. Utapiga hesabu wawili, alafu watatu, tano, alafu wanne. Kwa hiyo wanafasiri vile wanavyotaka, lakini lengo ni Allah amesema waweni wanawake wawili. Kwa hiyo una uwezo kwa wakati mmoja ukawaoa wote, walilahi alhamd. Nimeona mimi kuna kisa kimoja, nimeona mtu mmoja aliwaoa wawili kwa wakati mmoja. Meoa huko akaenda huko nako akafunga ndoa. Inawezekana. Lakini kama sivyo hiyo wawili unaweza ukaoa mmoja alafu baadaye ukaongeza wa pili. Ni vile vile mathna, umeoa wa kwanza alafu kaja wa pili.
Yaani maana yake ni kwamba sio kwamba ile mathna ni lazima uanze wawili. Hakusudiwa mathna wawili. Unaweza kaanza wawili. Yaani kwanza unaoa mmoja alafu unakuja wa pili. Wa thulatha unaongeza watatu. Wa rubaa. Kwa sababu huwezi ukaenda wa pili, lazima wewe wa kwanza. Huyu wa kwanza akamweka mwisho. In khiftum alla ta'dilu fawahidatan au ma malakat aymanukum. Mkijua hamna uadilifu, baki na mke mmoja kama padre. Wewe mwenyewe si wajijua bwana uadilifu hapa. Baki na mmoja kama kibula cha msikiti. Akibadiliki hicho. Lakini ukijua uadilifu unaweza, oa kwanza, alafu oa pili, alafu oa tatu, alafu oa nne. Usioe tu watu wanaoa. Oa uwezo nao, na uwezo umegawanywa, anachuoni wamegawanya. Uwezo na mambo mengi. Kwanza kuna kuwa turijali. Kwa naona kuwa wilaya moja. Ngoja niache niendelee na mada yetu. Kwa hiyo kuanza na wawili hakukusudia kwamba lazima uanze na hao wawili moja kwa moja. Kwenye Qur'ani kuna misemo mingi tu inatumika, kwa sababu hizo ni darasa nyingi, hata ukitaka kuzielezea watu wengine kuzifahamu ni changamoto. Lakini amekusudia tu wale wawili. Kwa wawili unaweza mmoja, wawili, watatu, utakwenda hivyo hivyo. Lakini hata huko kuoa wawili kwa wakati mmoja ni ngumu. Kwa sababu gani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashafundisha. Ina maana ndio nakurudisha kwamba lengo ni kuwa mmoja, alafu baadaye utakuja wa pili. Anasema ukioa bikira ukae siku 7. Sawa. Ukioa mwanamke ambaye ni mdogo siku 7. Ukioa mke mkuu siku 3. Sasa huoni siku 7 utaziendeshaje? Na haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina maana ile mathna ni ile tunaanza mmoja alafu wale wanakuja wa pili. Yani una mke, umeoa mke, una wake hawa wawili. Huyu uliomuoa ni binti mdogo. Nikikusudia mdogo, sio mdogo wa umri, mdogo. Kwake unakaa siku 7. Sawa. Umeoa mke mkuu, una wake, uona mke wa kwanza, unaoa pili. Unakaa siku 3 bila ya kuanza kugawa. Kwa hiyo sasa unapokuwa wake wa 3, ina maana kama unaanza na wawili, pia tungeambiwa ukioa hao wawili lazima watakuwa ukae hivi. Lakini kwa sababu ina maana ile amekusudia yule kwanza unaanza na mmoja, alafu baadaye utakuja wawili. Ndio maana akaweka yule mmoja ukioa kama ni mdogo unakaa siku 7. Kama ni mkubwa siku 3. Alafu ndio unaanza kugawa siku. Tumeelewana? Na msheka afanua vizuri kabisa kwamba kama umeoa bikra siku 7 kule hamna kuhamisha matandiko kule siku 7. Sasa kama una wawili dabu bikra dabu wawili inakuwaje hapo unajua utachoka mapema. Kwa nimesheka leo vizuri. Yunus. Wa alaykum salaam. Sindoshe kasema hivyo kwamba hiyo unaanza na mmoja. Ndio kazungumza sasa hivi shehe. Au unasherehesha la shehe. Au unataka ujue kwa ukioa wawili kwa mpigo inakuwaje kugawa zile damu. Sindoshe kasema kwamba hapa kidogo ile aya ilipokuja, lakini sheria uanze na kuwa huyu ndio ilipokuja aya. Kwa hiyo ukishaoa mmoja unakuja wa pili, unakuja wa 3 hadi wa 4. Ndio akasema kwamba kama mlioa mwanamke bikira unakaa siku 7.
sawa Kama umeoa mwanamke ambaye ni thayyib, kwa maana alizaa labda wake unakaa siku 3, hapo ndo unaanza kufanyaje? Kugawa. Ndio alivyozungumzia shehe. Kwa hiyo ukisema kwamba inshallah, lakini shehe yuko mwalimu hujaelewa vizuri. yani kasema kwamba, na niliposema mke mkuu pia tuseme vizuri, mke mkuu ni yule ambaye ashapita matreni mengi, hata kama hakuzaa, lakini matreni, mabasi, mafuso yashapita. Sasa huyo hata kama hakuolewa, yani hata kama hana mtoto, huyo tayari sio yule mdogo anayekusudiwa. Mdogo anayekusudiwa ndio yule mdogo ambaye anakusudiwa, lakini huyu tayari njia ishakatika namna hii, magari yanateleza. Huyo siku 3 shehe. Umeelewa vizuri? na hiyo nishaizungumza. Ndio maana nikasema aya hizi pia zinafasiriwa na hadithi. Mtume akaweka utaratibu, ukioa mwanamke ni bikira siku 7. Ina maana hata kama sasa huna mke mwingine, lakini una mke mmoja tu, ni siku 7. Sasa umeoa wake wawili kwa mfululizo, utakaa vipi kwa wakati mmoja siku 7? Ina maana utaratibu unakuja ni mathna, lakini unaanza na mmoja alafu unakuja